Yaani mtoto huyu. Sija hata nimwambiaje. Wengi walimzoea kwa lugha na Leo cheki hii suti aisee, ili kwa wewe ukishona utapendeza. Aisee, ili Mungu suti ukivaa, ili ukivaa ukatoka bonge la mwenyekiti. Cheki bonge la suti. Ili kwa jinsi ulivyo mmeongo hii suti. Cheki na hii gauni. Yaani tukivaa mimi na wewe tukatoka. Mmeongo hujapenda hii suti? Cheki ilivyo bonge la suti. Mmeongo hujapenda cheki. Cheki ilivyo, yaani ilivyo designiwa tu. Mmeongo. Yaani muda wote mimi najiongelesha hapa. Au ni support kwa chochote? Umenikaribia kile. Mume wangu. Mume wangu. Ina maana muda wote mimi naongea au nisikii? Haupo kwenye mudi kabisa. Shida nini? Eti nini? Nimeona kwa macho yangu mawili. Umeona nini? Wewe umeona nini? Si uongee, unakuja mbio mbio unatushtua watu, unataka kuangusha na presha hapa. Nini sasa si useme? Nimemwona kaka yake Jessica, anamaanisha Zogo. Kamtolea basala Betilo. Mke wangu. Yes. Kiukweli siko sawa kabisa. Najaribu kumfikiria sana Lilian. Lilian ni mstaarabu sana, lakini kuna vitabia anajaribu kuvionyesha kwa kaka yake. Na wewe mwenyewe unajua kwamba mimi sitaki Aridi aonyeshe tofauti na mtu yoyote. Na kingine, naona kabisa Lilian tukimchekea atakuja kutupeleka pabaya. Kwa hiyo nimekaa hapa nawaza na kuwazua, sijui nifanye kitu gani ili Lilian awe sawa. Ni kweli mume wangu. Kuna vijitabia ambavyo Lilian anavyo humu ndani. Lakini najua fika kuwa unampenda Aridi. Na hautaki Aridi abuguziwe na mtu yoyote. Unajua Lilian ni mtoto mdogo sana. Na pia unajua sisi kazi tunayoifanya ni kazi hatari sana. Haupaswi kumwazia sana Lilian. Lazima nimwazie sana Lilian kwa sababu mpaka nimekaa kimya hivi nimeshindwa cha kufanya. Umesikia? Nasikia ndio. Nimesikia. Nimekufuata kwenu siku ile na kuelekeza huyo kaka Kelina sio mtu mzuri. Ulinijibu nini? Asa mimi kwa siamini. Aha, ulinizodoa mdada watu mpaka nikaona aibu likanishuka. Hilo umelipata. Kweli kabisa. Nimeona na nini ukweli. Si unaona? Ndio nimeona. Aha. Mnaenda kule kwa kinalina, zile nyama mnazopata, hizo nguo mnazovaa mzuri, mkijikuta nyinyi mtaani kama superstar, hela hamuna. Ndio maana nimejaribu kuongea mbele yako kwa sababu wewe ni mwanamke mwenzako. Japokuwa mimi ni ndugu yako,
lakini nina imani anaweza kukuelewa ukiongea naye. Sawa mume wangu, mimi nitajaribu kuongea na Lilian, na mara ya kwanza tutamkanya. Asipotuelewa inabidi tutumie vitendo. So usiwaze sana kuhusu Lilian. Sawa mke wangu, mimi nimekuelewa. Na kingine nikupongeze kwa ushauri wako, kwa sababu mke wangu mara kwa mara unapenda sana kunipa ushauri ambao unaamini una faida kwangu. Nikupe hongera mke wangu. Unajua nini mume wangu? Yaani hapa kikubwa ni kuchunga Lilian asije akagundua siri yetu. Siku Lilian akigundua tutakuwa hatarini sana. Na tunatakiwa tutumie akili sana kuwa makini na Lilian. Ila sio mbaya, kwa sababu Lilian ni mtoto mdogo sana na tuna uwezo wa kumudu. Au unasemaje Mungu? Sawa. Unajua nini mke wangu? Yes. Wewe ni mwanamke ambaye unajaribu mara kwa mara kunitoa kwenye dimbu la mawazo na kunipeleka sayari nyingine kabisa. Huwa nafarijika kuwa na wewe mke wangu. Usijali mume wangu. Mimi ni mwanamke kukupa furaha. Na namshukuru Mungu kunipa mwanaume sahihi kama wewe. Nakupenda sana mke wangu. Oh, nakupenda zaidi yako. Unajua nilikuwa nahisi kabisa kupata mshtuko wa moyo, lakini sasa sasa naomba kanichukulia maji hata kidogo, maana nilikuwa na kiu. Shusha pressure. Ya baridi au ya moto? Kanichukulia baridi. Usizoe kunywa maji ya baridi sana. Sio mazuri. Nakupenda. Nakupenda pia mke wangu. Waone. Najua wenyewe. Shoga yangu ni kweli. Yaani hapa nimevurugwa serai moja wala mbili. Alisema yule mimi sikumwamini. Nilikuwa naona ni uongo, ndio maana. Tuondoke. Twende basi. Macha. Uoge. Sasa chief, fanya utafiti mkubwa wa kifo cha kijana Side. Imebaini genge lilohusika kifo cha kijana Side Betilo amzake Kanyaga, maana nilishuhudia kabisa mwenyewe kwa macho yangu, walimpiga visu vingi sana. Sasa yule jamaa Kanyaga, yule jamaa niligaidi, nipata kuona. Asante kwa taarifa ulioniletea. Mimi binafsi sikupingi kwenye hili, ila cha kuzingatia ni kitu kimoja. Naomba uendelee kufanya upelelezi wa kina zaidi, yani kwa ndani, si umenielewa? Olewa chief, ili nijue ni nani ambaye anafanya tukio hili na nyuma yao kuna nani. Umenielewa? Olewa chief. Ila hivi wewe upoje? Hivi una nini wewe? Unajitambua kweli wewe? Yaani wewe kaka yako anakufuga. Hivi wewe upoje? Unajielewa kabisa unachokifanya wewe? Oe, tulia Nyachungu, umesikia ndugu wewe? Mimi na nani mkubwa? Yaani kama kaka yako anakufuga na unadhani mimi nakuogopa? Mimi mwenzako sikuogopi. Mimi sifugi ujinga, si umesikia? Umeelewa? Hivi wewe nashindwa kwenda mtaani kukaa kwa amani, kupita kwa amani kwa sababu sifa zako chafu wewe?
Hivi upaje wewe, umezaliwa au umetupwa tu wewe? Unasemaje Ndubwe? Unanitaja mimi? Kwa mimi sijielewi chizi kwa hiyo. Kwa mimi mwandazimu au vipi? Utanifanyaje sasa kwa mfano wewe, utanifanyaje mimi? Utanipa kesi ujue. Utanipa kesi ujue. Lione kwanza. Hata haya alina. Yaani nakuchukia, sikupendi kama ni. Fanya kazi katika mazingira magumu sana, maana sielewi nyuma yangu kuna nani wanaonifuatilia. Usijali, mimi binafsi nakuamini, ndio maana nimekupa hii kazi. Kuzingatia ni kitu kimoja, kuwa makini na nitakuongeza mshahara maradufu. Umeelewa hapo? Shukuru wewe. Na la pili, naomba hii hali uliokuwa nayo, sijui ububu, ukiziwi, naomba uzidishe ili wasiendelee kukujua. Umeelewa? Elewa. Sawa. Ukipata taarifa zingine naomba niletee.
Kwa nini unatumia akili zako vibaya? Kwa nini unatumia nguvu zako vibaya? Yaani wewe kukuamini inapelekea unasababisha matatizo mpaka hapa nyumbani, si ndio? Hauna cha kuongea. Inafikia stage unakuja kumbonda mpaka dada yako. Na mpaka sasa hivi ninapoongea hatujui yupo kwenye hali gani, atapona ama la, kwa sababu hadi damu umemwaga kwa uzembe tu na upuzi ambao upo naye kichwani mwako. Turudia tena mdogo wangu. Yaani huu muda tunaopoteza hapa tungepoteza kwenye majambo yetu mengine ya kikazi. Wewe tunatumia muda huu kukuelekeza kila siku mtu mmoja ambaye usielewa, mjinga. Hapo unajisaulisha kwa sisi tumepoteza mzigo wa pesa kiasi gani? Wewe unaendelea kufanya pumbavu ambayo unasema mimi nitakuchukia kila siku. Lakini kaka, ala siku zote uje kuongea. Sasa nisikilize. Leo nimepiga kitasa kidogo tu kwa sababu nikuonesha kama mimi sio mtu wa kuchezea. Na hii ngozi niliyokuwa naye hapa sio ya kaka hapa. Sitaki niendelee kuona upuuzi unaendelea kufanyika. Ukiendelea kutumia ubabe wako paka hapa nyumbani, siku ndio yako kichwa chako hapa utakuja kushangaa kwamba huyu ndio brother ambaye ananipitisha kwa majambo yangu, au huyu brother ni ana roho mbaya kiasi gani. Sitaki nione unaendelea kumbavu hata siku moja. Unanielewa? Potea! Potea! Sabe. Nisikilize nikwambie wewe Mbwiga. Mimi ndo mwenye mamlaka kwenye kijiji changu cha Safu. Na mimi ndo mwenye mamlaka katika hiki kijiji. Sasa mwambie bosi wako, hizo pigo ambazo nataka kuleta katika kijiji changu zitakuja kunigharimu. Inafikia stage anaanza kuwatishia watu bastola. Sasa mwambie tena, mwambie hizo pigo zake zitampoteza, kwa sababu asione nimekaa kimya akajua kama namwogopa. Tena mwambie asijifanye kama ngedere anavamia mashamba ya mahindi ya watu. Kuna mashamba mengine hayaingiliki. Kwa nini usimwambie mwenyewe? Nisikilize wewe Mbwiga, kibaraka mmoja. Mwambie bosi wako, sio kila nyuki anaingia kwenye pango anatengeneza asali siku moja. Lazima jipatie muda wa kuweza kuikusanya hiyo asali ndiyo ipatikane. Hivyo basi mwambie anachokifanya kitakuja kumgharimu maisha yake. Mbio za sakafuni uishio kingoni.
usonikana. Wengi walimzoea kwa lugha na maneno mema, kumbe nyuma ya pazia alikuwa mlinzi wa amani daima. Aliuza suruali, mashati na viatu, akiwasalimia watu wa rika zote katu. Hakuna aliyedhani ana kazi nyingine pia, kumbe alikuwa usalama akifuatilia wahalifu. Walipoona ni muuza wa kawaida, walizungumza wazi bila tahadhari wala ada. Siri zao zikanaswa kwa akili na ustadi, hatimaye wakakamatwa kwa sheria na haki. Mitumba ilikuwa kivuli cha jukumu lake kubwa, kulinda wananchi dhidi ya uovu uliotubuka. Usiku na mchana alikuwa macho kama tai, akihakikisha mtaa unabaki salama daima. Tusimdharau mtu kwa mavazi au kazi yake, maana hujui siri iliyojificha ndani yake. Muuza mitumba akawa shujaa wa jamii, kumbe ni usalama polisi, mlinzi wa nchi hii.